Tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Karibuni ndugu zangu wapendwa watazamaji wa ukurasa wetu wa YouTube wa vijana parokia ya Watakatifu Mashahidi wa Uganda. Na kwa siku ya leo tutaongelea juu ya novena ya Roho Mtakatifu. Tutagusia mambo mawili. Tutagusia utangulizi wa novena ya Roho Mtakatifu na novena kwa ujumla, dhamira nzima au maana nzima ya novena. Lakini pia kwa namna ya pekee tutagusia siku ya kwanza ya novena. Tukianza na neno lenyewe, novena limetoka katika lugha ya Kilatini novem. Neno novem maana yake ni tisa. Kwa kumbe neno novena linatokana na mazingira rasmi kwamba tunasali siku 9. Kwa nini iwe 9? Ni katika maana nzima kwamba katika maisha na katika historia ya Biblia inavyolielezea, Yesu Kristo mwenyewe alianzisha novena katika ushahidi wa kibiblia kwa mara ya kwanza, hata japokuwa kulikuwepo na tamaduni mbalimbali zilizokuwa zinazunguka zikiwemo za Kiyahudi, lakini sisi tukifuata msingi mzima wa kibiblia, na zipo pia za Kirumi, lakini tukifuata msingi mzima wa kibiblia tunaona kwamba Yesu Kristo kabla ya kupaa kwenda kwa Baba alikutanika na mitume akiwaelekeza kwamba wasitoke ndani ya Yerusalemu, bali waendelee kusali mpaka pale watakaposhukiwa na Roho Mtakatifu. Kwa hiyo kumbe mitume waliendelea kusali tokea Bwana wetu Yesu Kristo alipopaa mbinguni mpaka alipowashukia siku ya Pentekoste. Na ukija kuangalia katika hesabu za kupaa kwa Bwana wetu Yesu Kristo mpaka Pentekoste tunapata siku 9. Na hayo tunaweza kuyarejea katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ile ya kwanza aya ya 12 hadi ya 14. Hapo ndio tunapata msingi mzima wa novena. Kwa kumbe mwanzilishi wa novena ya Roho Mtakatifu ni Yesu Kristo mwenyewe. Na hapo ndio tunapokutana na mitume wanasali, na sio mitume tu, pamoja na Bikira Maria na baadhi ya wanawake wengine. Kwa hiyo walikuwa wamejifungia katika chumba cha juu, ndipo hapo waliposhukiwa na nguvu za Roho Mtakatifu. Pamoja na kwamba Yesu Kristo ndio mwanzilishi wa novena, lakini tunapata kupanuka kwa maana hiyo, katika maana ya kwamba watu, kwa sababu ya uzuri wa sala hii takatifu ya novena, watu wamekuwa wakiitumia katika mazingira mengine au kwa watakatifu wengine. Ndio maana unakuta kuna novena kwa Mtakatifu Rita wa Acacia, labda na novena kwa Mtakatifu Yosefu, novena kwa Mtakatifu Antonio wa Padua na kadhalika na kadhalika. Yote haya ni kwa sababu ni katika msingi wa kwamba novena tunapokuwa tunaisali, unajifungia au unafunga au unadhamiria au unaweka nia maalum ya kusali kuombea kitu kimoja. Kwa kumbe hapo ndio tunapata tena msingi mwingine wa novena, kwamba novena ni ile udumifu katika nia au katika sala, ukishukuru, ukiomba au ukitukuza jambo moja. Kwa hiyo novena sio kuomba tu. Unaweza ukawa na novena ya kushukuru tu, ukawa na novena ya kuomba, ukawa na novena labda ya kumtukuza Mwenyezi Mungu peke yake. Kwa kumbe maana hiyo ndio inayojenga novena. Sasa ndugu zangu wapendwa, kwa sababu gani labda hata katika kanisa tuna hatuna novena zile za kubwa kabisa ambazo tunaziona zinazounganisha kanisa zima, japokuwa zipo zingine kama nilizotaja, watu wanakuwa na novena mbalimbali, labda novena kwa mtakatifu fulani. Hiyo ni kwa sababu ya fundisho la msingi tulilolipata
kwamba novena ya Roho Mtakatifu ni novena iliyokuwa imeagizwa na Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa hiyo ni agizo la kimungu. Lakini hizi novena tunazosali zile zingine ni hitaji binafsi ambalo tunakuwa tumelifanya, na ndio maana hatupati kusikia kwamba labda tumeanza novena ya labda hata ya Krismasi au novena ya tukio lingine linapokuwa linakaribia. Ni kwa sababu gani? Hatuna marejeo ya kibiblia wala ya kimapokeo yanayodokeza kwamba kuna mahali fulani imeamuliwa. Lakini pamoja na hayo ni kwamba tunaruhusiwa sisi wenyewe kujizatiti au kuamua kufanya novena wakati wowote kwa ombi maalum. Sasa hizi novena tunapokuwa tunazisali, kama nilivyowadokeza kwamba kwa siku ya leo ya kwanza tutagusia utangulizi wa jumla juu ya novena, lakini pia tutagusia na dhamira mbalimbali zinazopatikana kila siku. Kwa siku ya leo, kwa sababu ndio siku ya kwanza, ukija kuziangalia zile novena zinakuwa na dhamira. Siku ya leo ni Roho Mtakatifu anatufariji. Tunaanza na dhamira hiyo. Kwa sababu gani? Kwa sababu katika Roho Mtakatifu tunapata kufarijiwa. Mwanadamu huyu ambaye ni hujaji katika matumaini anapitia magumu mengi, changamoto nyingi, maumivu mengi, giza kula maisha. Kwa kumbe Roho Mtakatifu ni mfariji katika hayo yote ambayo tunayapitia. Kwa kumbe tunaanza kwanza kufarijiwa ili tupate nguvu ya kuenenda upya katika safari yetu ya maisha. Nawatakia siku njema. Tumsifu Yesu Kristo. Milele amina.